Okay, wapendwa watazamaji, bwana Gibson anajua kwa tungo tunatembea sehemu baada ya sehemu. Leo tuko DF Sound. DF Sound ni moja kati ya studio kubwa sana ambazo zinakuja ndani ya mji wa Bukavu. Na kwa siku ya leo tuko na surprise. Surprise ni gani? DJ wa DF Sound haiko ndiye ambaye tutafanya naye interview. DJ mwingine ambaye tumemkuta hapa anaitwa Daddy Pro. Daddy Pro, jambo. Jambo ndugu yangu, ni kwema? Ni salama? Salama kabisa. Unakaza? Kaza niko wesh. Bwana, nashangaa sana kuona hapa. Shangaa sana kabisa kama. Kuniona hapa sio vya kushangaza. Hapa ni home. Okay. Kwenye studio ndugu yangu sana kabisa. Tulijuana muda kitambo sana. Mimi nilikuwa najua kiukweli kama mnakuwa na beef kubwa sana. Maana yake ukionana na Matendo utamsalimia. Ukionana na Gloria utamsalimia. Nilikuwa najua vile. Sio hivyo, Matendo ni faza kwa. Kweli? Matendo ni faza muda kitambo sana. Faza na tabakia kuwa faza. Okay. Huko ndani ni nyumbani. Okay. Kuja kutembelea tu wa ndugu wa. Classic ndugu yangu kuja kumpiga jambo. Okay. Naondoka. Kabisa mkubwa wangu Daddy Pro. Hivi tunataka tujue Daddy Pro ni nani? Sababu tunasikia tu Daddy Pro on the mix. Daddy Pro ni nani? Daddy Pro ni huyu dogo unaona hapa. Fupi mnene. Lakini kwa majina wanaweza niita Sadi Ali. Sadi Ali. Mwenye ananiita Daddy Pro ananikutana huko kwenye vinanda aliko na piga kitu fulani ndo Daddy Pro. Sadi Ali, mbona jina za Kiislamu? Ndio, mimi nizaliwa niko Muislamu. Okay. Marehemu baba yangu Muislamu. Familia yote Waislamu. Okay. Lakini utavikamata hivyo. Daddy Pro alizaliwa wapi? Bukavu, Uvira? Mimi nizaliwa Bujumbura Mtakuru. Okay. Mtakopala hapa masomo ndio nililetaka Bukavu. Okay. Masomo za huko ni fieki sana ndio wakanileta huko nisome vizuri. Kabisa. Na hivi kama tukizungumzia Daddy Pro wakati ulifika Bukavu. Hivi ulikutana kwenye muziki wetu ama niseme kwenye kazi hizi za producer. Hivi ulikuta kitu ambacho hakikai sawa? Wakati mimi nilifika Bukavu nilikuja sijaanza muziki. Hapa ndo nilikutana na walimu wangu wale wakubwa kabisa walifunza kisi ya kuchanga vitu fulani. Okay. Sasa mimi nikuja hapa mimi sijajua muziki. Niuliza za hizi siku ndo nitakwambia nilikutana hivi, nilikomala hivi, nikakuwa hivi. Leo Daddy Pro watu wanasema kwamba Goma kwa sasa inakuwa iko juu kwa mambo ya producer. Hivi unapoona miano wale watu. Goma cha producer sio hivyo, ungesema muziki naweza kubali. Lakini watu wanasema producer sababu leo ukiangalia hata ukiangalia na muziki wengi sana wanaenda Goma kuliko watulikie hapa. Hivi mnadhani kama kwenye hii kazi ya producer mnakosa nini? Sio hivyo, nikirudia Goma nitakwambia kwenye muziki Goma tangu zamani inaweza perform sana kutushinda shie. Shie tunajua muziki. Shie tunajua kila kitu, maproducer wako wengi. Lakini hiyo promo hatubaki nayo. Goma inaendelea sana. Sasa nini watu wa studio promo ni nini? Promo ni nini? Kwa ngambo yangu mimi kama producer naweza ongea promo ni nini? Promo ya kwanza ni upendo. Okay. Promo ya pili ni pesa. Okay. Si hapa Bukavu mtu kama anafanya muziki wanamkamata msazi, wanamkamata msire, hata mwenda bazima huyu anaimbaga sehemu fulani. Lakini watu wa Goma wanajua samani. Daddy mimi na muziki yaka naweza ataka siku moja akue hivi na hivi ataniita dogo wewe unataka nini? Mimi nataka niwe na studio kubwa. Anatia hiyo gari yake anje tunaangalia simu. Hadi kuna kitu sijaelewa. Angalia tu nyimbo ambazo zilitoka hapa jamani. Ndio. Utangalia nyingi zimetumika Goma. Nazungumzia mambo ya studio kwanza. Kama sio hivi. Nazungumzia hivi. Leo ukiangalia mfano angalia nyimbo nyingi ambazo zilitoka za Kapita mfano na nani tokana na kutoka Goma. Lakini watu wa Goma hawatoki Goma kuja hivi. Madijo wa Goma ndio bora sana kuliko wa hapa ama wa hapa ni bora lakini hawajulikani. Hiyo nilikataa tangu mwanzo. Wa producer wa hapa wanajua na wako wengi. Wa producer wa Goma nao wako wengi na wanajua. Lakini Bukavu hakuna siku inaweza kuwa kama Goma. Ngambo gani muziki sisi tutabakia kuwa juu, lakini hiyo mimi nakwambia nini? Promo ni upendo, ni mafuta. Hapa hakuna sio mtu wa kutezo hiyo pesa kwambie tunaweza fanya hivi. Sisi tunatumika muziki tunakamatwa kama wasazi. Hivyo kabisa. Kabla mkubwa Daddy Pro, nipenda pia nijue kwenye hii kazi. Matatizo gani ambayo mnakuwa mnapitia?
Matatizo iko mengi kwenye studio. Kwa niaba yangu naweza kuambia hata matatizo 3. Okay. Mwaka mimi kama niko natumika, mimi sitakaki nipate kwa mfano msanii mwenye anakuja na nyimbo freestyle. Haipangwi, haifanye nini, mimi sitakaki hivyo. Atakuja tu, "Oh bro, nataka unipigie beat fulani hivi." Unaweza kuwa na kalamu hapo nipatie. Mimi sitakaki bia hivyo. Mimi nataka msanii anakuja, anakuja tumika eko na vyote na ni correct hata mimi mwenyewe. Okay. Mimi siwezi nikajieleza kila kitu. Anakuja ananiambia hivi. Na nataka bro usiguse hivi, piga ndo hapo. Yeye mwenyewe anagusa. Hapo ni fresh. Lakini unakutana msanii anakuja hana nyimbo na yuko anakuambia bro, niongeze mstari gani hapo? Cha pili naweza kuambia mimi sitakaki msanii mwenye hana mpango. Na ndio kitu kinaharibisha muziki wetu hapa. Tunaweza kuwa kwa siku ya leo niko na mpango wa kutumika na msanii mmoja, lakini yeye mwenyewe anakuja kwa studio na wasanii wa 7 wanakuja msindikiza. Kama itakuwa bodyguard security ndio siwezi jua. Na huo studio mtakuwa na fujo ya mingi, kuzozana ya hatari. Oh, gusa hapa, gusa. Hata mwenye ajui muziki anaweza kucorrect. Pia hivyo silitakaki. Daddy Pro, vile nilisikia kwamba kuna wasanii ambao wasanii wengi sana. Sababu kuna wengine ambao wanasema kwamba Wondo umemtoa MD Boy. Wondo umemtoa Fande Police. Umemtoa sijui na anatoa wasanii wengi sana. Hivi unaendeleaje kwanza? Kwa sasa mimi situmike na MD Boy, situmike na Fande Police, lakini mimi sina uadui nao. Siku kwa siku, hata miaka ipite, watawakiaka wadogo kwa. Lakini yenye iko hapo, au kitu kingine inahitajika, na mimi siwezi nikasikia hiyo wivu ndio wanaitaka. Msanii wangu aliondoka kaenda tumika na mtu fulani hapa. Hao wasanii waliondoka na wote wenye viko natumika nao ni familia yangu. Kama mtu atumike na classic, anatumika na atumike na Matendo, anatumika na tumika na Bushi Boy, anatumika na ndio hiyo. Sasa Daddy Pro, hivi unaweza kawashauri nini wasanii wengine ambao wangali nakuja ili wasiende kwenye mwenendo? Wasanii wenye wiko nakuja wasiangalie hiyo maneno na semewanga. Sebe huu jamaa jinsi ni wa Bukavu hivi ni mfuta bangi, ndio kisi muziki yetu inaonekana. Lakini kwa sasa mimi naweza waambia wakuje na kasi ya hatari sana. Sio hiyo kasi ya zamani mwendo wa bata. Kuja force. Kuja unajaa pochi. Hautavuma, haupani hela, hautrendi, haufanye promo hiyo yote. Ndio mimi naweza washauria. Na tuko tunafuata nyimbo pale. Inasadikana nyumbani kwamba ni nyimbo yako. Hivi ni kweli? Ndio, ni nyimbo yangu. Wenda sababu umeona dogo anaanza kuzimuka sema lazima na mimi nianze imba sababu wadogo wasikie panda kichwa. Sio hivyo. Producer mzima anapasha kuwa anaelewa kitu fulani cha muziki. Na kitu fulani, kitu gani ndio lituma mimi naimba. Mimi nasikiaga watu wengi wanasema, Daddy Pro ona tutumikiaga tu. Tunaweza taka siku moja tusikie kazi yako ni aje. Kupima ndio nikafanya kitu fulani. Na nyimbo yenyewe inaitwa je kwa piga pale? Nyimbo inaita My Way, njia yangu. Kweli? Ndio. Inazungumzia nini? Inazungumzia mapenzi. Kweli. Mimi ndio nishawaipenda. Nishawaipenda na kutoswa vya hatari. Na hiyo wakati Daddy anapenda. Kwa hivi mimi sipendi. Kwa nini haupendi sasa? Sipendi. Tunajua kama maproducer wanawake na vitu vyao. Tunajua. Kwa Kiswahili ya Bukavu wanaongeaga aje? Mtu kama ushaka wahi kulumiwa na nyoka, hata kamba inaweza kustua ya hatari sana. Sasa Daddy Pro, kwa kumalizia, sijui kama kwa sasa sijui unapatikana wapi, studio yako inapatikana wapi, kwa watu ambao wanahitaji kurekodi nini? Kwa sasa kurekodi ni namba yangu. Mimi sina studio, sina sehemu kamili unaweza nipata. Hata hapo nitafuta unaweza nipata. Ndio tunaona ile kwa wasanii wengi sana wanakuwa rekodi nafasi yoyote ile. Ndio, namba ni namba yangu tu na Nicole tunafanya kazi. Sina position, sina sehemu maalum unaweza kurekodi. Message yangu ni gani? Kwa wao wenye wangali naanza, wa perform sana.
wakuje na kasi ya message yenye iko fupi sana, tusaidiane, tufanye kazi. Muziki yetu na shit tuone. Hisi uniuliza tangu hapo katikati Goma jua nini, na nataka tusaidiane, tujiulize jinsi gani muziki wetu nao utasonga kabisa. Dipro niseme tunataka kushukuru, lakini ingekuwa uko mwanamuziki ulifanyizia akapenda. Mimi siku mwanamuziki, mimi natumika muziki ngambo ya huko bila kwepa. Asante kabisa mkubwa Daddy Pro, tunashukuru sana kwa siku ya leo, na natumaini kwamba itakuwa interview ya mwisho. Tutakuja mpaka sehemu za kazi zile. Tutakuja kabisa pale usiogope, usiombe Mungu kabisa tufikie hiyo siku. Itaomba baraka sana. Bwana, kufikia hapa tunakuwa na bazana kama anaitwa Daddy Pro.